Hukumu ya gharika kuu hatimaye ilifikia mwisho. Maji yalikuwa yamerudi nyuma na ardhi ilikuwa imerejea katika hali yake ya kawaida. Mungu aliamuru Nuhu, familia yake na kila mnyama na ndege waliokuwa safinani watoke. Wapendwa, jinsi siku hiyo ilivyokuwa ya furaha! Mvua ilikuwa imekoma na maisha hayo marefu ya kuchosha ndani ya safina hatimaye yalikuwa yamekwisha. Safina ilikuwa muhimu kabisa, lakini haikukusudiwa kamwe kuwa nyumba ya kudumu. Ulimwengu huu ni ardhi ambayo lazima tusimame juu yake, lakini haikukusudiwa kamwe kuwa nchi tunayobaki ndani yake milele. Baada ya kusikia neno la Mungu la kutoka safinani, hatimaye walitoka nje. Lakini wakati miguu yao ilipoigusa ardhi tena, ni ukweli gani waliopaswa kushuhudia? Ilikuwa uharibifu wa kutisha na kamili. Fikirieni, kila kitu juu ya uso wa dunia kilikuwa kimezama chini ya maji kwa mwaka mzima. Basi ni nini kingeweza kubaki? Hakuna kingebaki. Chochote kinachoweza kutumika, kila kitu kingekuwa magofu. Huu ulikuwa ulimwengu wa kwanza kabisa Nuhu aliyouona baada ya mwaka mmoja ndani ya safina. Wakati mwingine tunatoka ulimwenguni tukiwa na matarajio, lakini ulimwengu mara chache huwa mzuri kama tunavyofikiria. Kadiri tunavyojua ukweli zaidi, ndivyo tunavyogundua jinsi unavyoweza kuwa mbaya kwa kweli. Katikati ya kukata tamaa huku kubwa, bila kitu chochote kilichobaki, akiwa Nuhu na familia yake tu, ni nini alichofikiria kwanza? Tuangalie Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20. Kisha Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akachukua kutoka kwa kila mnyama safi na kila ndege safi, akatoa sadaka za kuteketezwa juu yake. Wapendwa, katikati ya ukweli huu wa uharibifu, jambo ambalo Nuhu alichagua kufanya kwanza lilikuwa kutoa dhabihu. Hii ndiyo hasa kweli. Mtu anapopitia giza kamili la kukata tamaa, anayemwangalia ni Mungu. Anapozingirwa pande zote bila mahali pa kwenda, mtu humjia Mungu. Hii haimaanishi kwamba Nuhu hakuwahi kumjia Mungu kabla. Alikuwa tayari akiamini. Lakini imani hiyo ya awali na hali hii ya sasa ni mambo mawili tofauti kabisa. Kumwamini Yesu unapokutana na mauti, unapogunduliwa na saratani, kampuni yako inaposambaratika, ni jambo tofauti kabisa na kumwamini wakati maisha ni ya raha. Ibada hiyo iliyotolewa kupitia taabu halisi huvutia sana, na inakuwa tendo la toba juu ya jinsi tulivyoabudu vibaya wakati wa nyakati rahisi zaidi. Hii ndiyo hasa aina ya ibada Nuhu aliyotoa. Alitoka katika uharibifu kamili, na kitu pekee walichoweza kufikiria kwa kweli hakikuwa hali zao, bali Mungu peke yake. Walianza kumfikiria yeye, kumwabudu, na kwa uangalifu kutoa wanyama safi kama dhabihu. Ibada ya kweli, ibada ya kukata tamaa, ibada iliyotolewa kwa moyo wote. Hiyo ilikuwa ibada ya Nuhu, na naamini ni ibada ambayo ninyi pia mnaitoa. Ibada si kamwe kitu tunachopita tu kwa desturi, kwa sababu tu ni siku ya Jumapili. Ni mkutano mzito na Mungu katikati ya maisha halisi yenyewe. Sababu kanisa la leo, licha ya kuwa na majengo mengi, limepoteza ushawishi wake juu ya ulimwengu, ni kwamba ibada ya kweli imekosekana. Badala yake ni ibada iliyokuwa rasmi tu, ya kimafundisho na ya kitaratibu. Hii ndiyo hasa sababu wala sisi wala ulimwengu unaotuzunguka hatubadiliki. Lakini madhabahu Nuhu aliyojenga haikuwa kitu kama hicho. Je, Mungu anaona uharibifu wa ulimwengu huu? Ni jinsi gani nitaishi sasa? Hakuna aliyebaki isipokuwa mimi na familia yangu. Ni njia gani iliyo mbele yangu? Lazima hisia hiyo ya kukata tamaa ilijaza moyo wa Nuhu.
Hii ni ibada, kuja mbele za Mungu ukiwa umelemewa kabisa, kana kwamba unakabiliana na mauti yenyewe. Aina hiyo ya ibada hukubadilisha, huugusa moyo wa Mungu, na naamini ina uwezo wa kubadilisha ulimwengu. Watu wetu wenyewe walipata uzoefu wa ibada kama hii wakati wa vita vya Korea, wakimbizi wakishikilia Biblia, wakilia na kupiga kelele katika sala walipokuwa wakikimbia. Mimi mwenyewe ni wa kizazi cha mwisho kilichokimbia kama wakimbizi, nikishikilia mkono wa baba yangu. Baba yangu alikuwa mzee wa kanisa, mama yangu shemasi. Hivyo maisha yetu yalikuwa yamejikita kabisa katika imani. Tuliishi chini ya nyumba ya missionary na kula mlo mmoja tu kwa siku. Ilihisi kama baraka. Mimi na kaka yangu tuliuza keki za mchele barabarani ili tukuishi, na tulipokusanyika kama familia baadaye kuimba nyimbo, ilikuwa daima ikiisha kwa machozi. Ibada iliyojaa hisia za kina. Mioyo yetu wakati huo ilikuwa maskini, safi na ya kweli. Katika miaka ya 60 na 70, taifa letu lote lilipata umaskini halisi. Na la kushangaza, ilikuwa hasa wakati huo ambapo kanisa la Korea lilipata uamsho usio na kifani. Katika historia yake, ukuaji wa 400% hata 500. Katika miaka ile ile, watu walikula mipira ya mchele na kuishi chini ya mahema. Lakini tulipostawi katika miaka ya 80 na 90, ustawi huo wenyewe ukawa chanzo cha tatizo. Tulipoteza hofu yetu ya Mungu, na makanisa mengi leo yanapata ukuaji hasi, yote kwa sababu ya kiburi na majivuno. Imani kwamba tunaweza kuishi vizuri kabisa bila Mungu. Imani hiyo ilitupeleka katika ibada ya uongo, ya kitaratibu tu. Na hatimaye katika mzozo wa kiuchumi tunaokumbuka sote, mzozo huo ulipoanza kwanza, watu hawakuwa na hofu sana. Lakini mambo yalipozidi kuwa mabaya, watu walianza kutambua ukweli. Naamini sasa hasa ndio wakati wa kumtafuta Mungu kwa dhati na kumwabudu kwa mioyo yetu yote. Abuduni nanyi mtaishi. Umaskini na hali si tatizo la kweli kamwe. Mungu ndiye swala la kweli. Mungu anatupenda. Hiyo ndiyo hasa sababu anaendelea kutafuta. Hataki ibada ya kifahari au ya kitaratibu tu. Anataka ibada iliyo halisi, ya kweli na ya moyoni. Tuangalie tena Mwanzo sura ya 8 mstari wa 21. Nuhu alipotoa dhabihu ile ya kwanza kwa dhati kabisa, Mungu alikuja. Ibada ina maana ya uwepo wa Mungu. Ninapoabudu, Mungu huja. Msipoabudu, hakuji. Hata ibada inayoonekana nzuri ikibaki rasmi tu, haibebi uwepo wa kweli wa Mungu. Lakini ibada inayotolewa, maisha yenu yakiwa hatarini, ibada ya moyo uliokuwa maskini mbele zake, Mungu huja kuipokea. Mstari wa 21 unatuambia Bwana alinusa harufu ya kupendeza na kusema moyoni mwake, sitailaani tena ardhi kwa sababu ya mwanadamu, ijapokuwa tabia ya moyo wa mwanadamu ni mbaya tangu utoto. Wapendwa, hapa tunagundua kwamba ibada ina uwezo wa kubadilisha moyo wa Mungu mwenyewe. Ibada ya kweli, wapendwa, humbadilisha yule anaitoa. Inaweza kuugusa hata moyo wa Mungu, na kwa kweli ina uwezo wa kubadilisha ulimwengu. Wapendwa, hamkuja hapa leo kama watazamaji tu, mlikuja kuabudu. Naomba ibada yenu iwe ibada inayoambatana na Roho Mtakatifu mwenyewe, iliyotolewa kwa roho na kweli. Mioyo yenu ikiwa imenyenyekea hadi ardhini, mkisema, Mungu, sina njia ya kusonga mbele, sijui chochote kabisa. Unipokee, usinikatae, unibariki badala yake. Mungu aliazimia kumbariki Nuhu kwa njia hii hasa. Hilo ndilo tunalolikuta katika sura ya 9 mstari wa 1. Nitakubariki, Mungu anasema, sitasahau kamwe ahadi yangu kwako, na kupitia wewe
nitamwaga baraka halisi. Ibada haigusi tu moyo wa Mungu, ni siri pia inayoleta baraka yake. Toeni ibada, msije tu kutazama huduma, mkichunguza kama mchungaji anahubiri vizuri au kwaya inaimba vizuri. Hiki si sinema, na sadaka yenu si bei ya tiketi. Ni zawadi takatifu inayotolewa kwa Mungu. Ibada kama hii inapoendana na moyo wa Mungu, humwaga baraka aliyoahidi. Tusome Mwanzo sura ya 9 mstari wa 1 pamoja. Ndipo Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akiwaambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi. Hapa tunagundua ujumbe Mungu alimpa Nuhu baada ya dhabihu yake. Nitakubariki. Ni baraka ya aina gani? Imeelezwa kwa sehemu 3: zaeni, ongezekeni na yazeni nchi. Wapendwa, Mungu alipomuumba mwanadamu kwanza, hakumuumba ili alaaniwe, aishi katika taabu, umaskini na ugonjwa. Alituumba ili tushirikiane naye, kushiriki upendo na kumwagia baraka ya mbinguni juu yetu. Ni asili yetu wenyewe kupokea baraka na kutoifurahia. Ndiyo hasa kilicho kibaya. Naomba mpokee baraka kamili, mfurahie afya njema, kwamba nyumba yenu, taifa lenu na ulimwengu wote vibarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Hatukuzaliwa kulaaniwa kamwe, tulizaliwa kubarikiwa. Mungu alipoumba wanyama, samaki na ndege, alitamka baraka juu yao katika Mwanzo sura ya 1, kwamba wazae na kujaza bahari na anga. Na baada ya kuumba mwanadamu, alitoa baraka ile ile tena: zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, na kuitisha, ninawabariki. Hata hivyo, licha ya hili, mwanadamu alipoteza baraka hiyo. Hili si tamko jipya kabisa, ni kuthibitisha tena ile ahadi iliyokwisha kutolewa katika Mwanzo sura ya 1. Kwa nini airudie hapa? Kwa sababu, ijapokuwa hukumu ilikuja, Mungu hakuisahau baraka aliyowapa kwanza Adamu na Hawa, naye ataendelea kuitoa. Sikuwaacha, ahadi yangu inabaki ya kuaminika. Niaminini na uwe na amani. Hilo ndilo Mungu anasema. Baraka inaendelea bila kujali dhambi ya mwanadamu. Sitakata tamaa. Ninawapenda wanadamu, na baraka hii itaendelea kupitia vizazi vyenu pia. Hili linazua swali kwa asili. Baraka iliyotolewa katika Mwanzo sura ya 1 na baraka inayotolewa sasa katika sura ya 9 zinatumia maneno yale yale. Basi, je, kuna tofauti ya kweli? Ndiyo, tofauti ndogo tunayoigundua katika mstari wa 2. Hofu na woga wenu utawapata wanyama wote wa nchi, ndege wote wa angani, kila kitu kinachotambaa juu ya nchi, na samaki wote wa baharini wametiwa mikononi mwenu. Hapa tunaona kitu cha ajabu kidogo. Mungu anaweka hofu ya mwanadamu ndani ya viumbe hivi, ili hata wanyama wakali zaidi wasiweze tena kumdhuru mtu. Na kwa njia hii mwanadamu analindwa. Wanyama hawa wote sasa watafugwa, kuwekwa mikononi mwa mwanadamu. Hii ni ahadi nzuri, hata hivyo ya ajabu pia, kwa sababu mvutano ambao haukuwepo kabla sasa umezuka kati ya wanyama na wanadamu. Mungu alipoumba mbingu na nchi kwanza, hapakuwa na mgogoro wowote kati ya Mungu na asili, kati ya Mungu na ulimwengu wa wanyama. Kila kitu kilikuwa kimoja, kama familia moja. Mauti yenyewe haikuingia kwenye picha mpaka dhambi ilipoingia ulimwenguni. Kabla ya dhambi, wanyama hawakuwahi kulana wao kwa wao. Walikuwa marafiki, walikuwa familia, kama vile Mungu na mwanadamu walivyokuwa familia wakati fulani. Lakini mara dhambi ilipoingia, Mungu na mwanadamu walitengana na asili, na mwanadamu akatengana pia.
wakawa maadui. Tunalogundua katika mstari wa pili ni kwamba wanyama sasa walileta tishio halisi la kumdhuru mwanadamu na Mungu. Aliweka hofu ya mwanadamu ndani yao ili kuwalinda watu. Hii kwa kweli ni baraka, lakini baraka isiyo ya asili, baraka inayobeba dosari. Wapendwa, fikirieni sanamu nzuri iliyovunjwa na mtoto wenu mnayoiunganisha tena kwa uwezo wenu. Haiko tena sawasawa kama ilivyokuwa awali. Baraka katika Mwanzo sura ya kwanza ni baraka ya asili isiyovunjika. Baraka Nuhu aliyoipokea ni baraka iliyopasuka, ile ile kimsingi, lakini kitu kimoja ndani yake ni tofauti. Na tofauti hiyo itatatuliwa tu Yesu atakapokuja. Baraka ya Nuhu ni baraka inayosubiri baraka inayokuja kupitia Yesu Kristo. Baraka ya matarajio. Na Isaya sura ya 11 inaeleza hasa jinsi siku hiyo itakavyokuwa. Mbwa mwitu ataishi pamoja na mwana-kondoo, chui atalala pamoja na mbuzi, na mtoto mdogo atawaongoza. Siku hiyo inakuja, siku ambayo wanyama hawataogopa tena mwanadamu. Masihi atakapokuja, Yesu Kristo mwenyewe atakapokuja, huu ndio hasa aina ya ulimwengu utakaofunuka. Isaya sura ya 35 inaeleza jinsi ulimwengu huo utakavyokuwa. Jangwa na nchi kavu vitafurahi, nyika itashangilia na kuchanua. Wataona utukufu wa Bwana. Itieni nguvu mikono iliyolegea, thibitisheni magoti yaliyolegea. Waambieni wenye mioyo ya woga, jipeni nguvu, msiogope. Mungu wenu atakuja kuwaokoa. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, masikio ya viziwi yatafunguliwa. Kilema ataruka kama kulungu, maji yatatiririka jangwani. Njia kuu itakuwako huko, itaitwa njia ya utakatifu. Waliokombolewa tu ndio watakaotembea humo, na waliokombolewa na Bwana watarudi kwa kuimba. Furaha ya milele juu ya vichwa vyao. Huzuni na kuugua vitakimbia mbali. Yeyote anayemwamini Bwana Yesu Kristo atapata wokovu. Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Naye Yesu ni ufufuo. Naamini furaha ya kweli, uhuru na amani vipo tu ndani ya Yesu. Ufalme huu mpya ulianza wakati Bwana alipokuja ulimwenguni. Ufalme wa Mungu umerejeshwa. Ufalme uliopotea wa Edeni umerejeshwa. Na ijapokuwa bado tunaishi katika ulimwengu huu mgumu kwa sasa, Bwana atakaporudi tena kwa utukufu, ufalme huu hatimaye utatolewa kwetu kikamilifu. Katika baraka hii iliyopasuka, isiyokamilika Nuhu aliyoipokea, tunaishi kwa matarajio, tukitamani ufalme wa Mungu wa utukufu ambao bado unakuja. Tuangalie mistari 3 na 4. Kila kiendacho na kinachoishi kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mimea ya kijani, sasa nawapa kila kitu. Lakini msile nyama iliyo bado na uhai wake ndani yake, yaani damu yake. Hii ni sehemu ya pili ya baraka. Mungu alikuwa amekwisha kurejesha uzazi na ulinzi kutoka kwa wanyama. Sasa anaruhusu kula nyama pia. Ijapokuwa tunagundua hii pia ilikuwa baraka isiyokamilika, iliyopasuka. Kusoma kifungu hiki katika muktadha wake, tunaona wazi kwamba kabla ya gharika, wanadamu walikula mimea tu. Mwanzo sura ya kwanza mstari ya 29 na 30 inatuambia chakula kilichotolewa awali kwa wanadamu na wanyama kilikuwa cha mimea, si nyama. Kwa nini nyama haikuliwa wakati huo? Kwa sababu hapakuwa na mauti bado. Kula nyama kunahitaji kuwa na kabla ya dhambi. Hapakuwa na mauti kabisa, uzima tu. Hiyo ndiyo sababu chakula cha mwanadamu na chakula cha wanyama kilikuwa mimea.
Kuwa mnyama na kula nyama yake kulianza tu baada ya dhambi, baada ya gharika. Hata leo, msingi wa msingi zaidi wa lishe ya binadamu unabaki wa mimea na matibabu. Mengi muhimu ya magonjwa yanapatikana kwenye mimea. Hata hivyo, baada ya gharika, Mungu anasema katika mstari wa 3 kwamba sasa ataruhusu kula nyama. Wapendwa, kuruhusu nyama kulimaanisha kitu fulani kilipaswa kufa. Mauti iliingia kwenye picha, msiba, lakini matokeo halisi ya dhambi, kwamba viumbe hai sasa vinauana na kuraruana. Kabla ya dhambi, wanyama hawakushambuliana na kulana wao kwa wao. Tunaweza kufikiria kwamba mara ardhi yenyewe ilipolaaniwa, nafaka peke yake haikuwa tena ya kutosha, na hivyo Mungu, umuhimu, aliruhusu nyama kwa kiwango kidogo. Mabadiliko moja ya wazi yalitokea mara kula nyama kulipo ruhusiwa. Watu walianza kula kwa pupa, wakawa wakali zaidi, wakawa watumwa wa chakula chenyewe. Hii ndiyo hasa sababu hata akiruhusu nyama kwa ajili ya afya ya mwanadamu, Mungu anaweka kizuizi wazi juu yake katika mstari wa 4. Lakini msile nyama iliyo na uhai wake ndani yake, yani damu yake. Mwageni damu kabla ya kula. Hilo ndilo anasema. Kula damu kwa kweli hufanya watu kuwa wakali zaidi, kwa sababu damu inawakilisha uzima wenyewe. Kuondoa damu hii kunamaanisha kuondoa pamoja nayo mielekeo ya kibinadamu kuelekea mauaji na hasira. Kuleni nyama, ndiyo, lakini msiile kwa pupa. Nyama iliruhusiwa kwa mwanadamu kwa kiwango kidogo tu, na bado ndani yake kuna ukatili, ndani yake kuna mauti. Ni ujumbe gani kifungu hiki kinatupatia leo? Msiishi kwa ajili ya kula, tunakula ili tuishi. Msiache chakula kiwe lengo la maisha yenu. Waaminio Yesu hasa wanapaswa kula kwa kujizuia na kiasi, si kwa ajili ya ladha au starehe ya hisia tu. Hiyo ni aina ya starehe za kupindukia. Waaminio hawapaswi kuacha chakula kikipotea sahanini mwao, na wanapaswa kuwafikiria maskini, si kwa mujibu wa maandiko, kula zaidi ya tunachohitaji kwa kweli. Wengine wenu huenda mnafurahia chakula cha kifahari kiasi cha kuendesha gari kwa saa 1 au 2 kwa ajili ya mlo fulani. Jizuieni popote inapowezekana. Hilo si Mungu anachotutaka. Chakula kipo ili watu waishi. Hatuko kwa ajili ya chakula. Hii ndiyo hasa sababu Yesu alituambia, msihofu mkisema, tutakula nini, au tutakunywa nini, au tutavaa nini? Kwa maana haya yote mataifa hutafuta, na Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo. Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Chakula kinapaswa kugawiwa. Mimi mwenyewe mara nyingi hutolewa mlo wa gharama bila chaguo langu la kweli, na kila mara hubeba uzito fulani moyoni mwangu, nikiwafikiria wenye njaa. Msipohitajika kula kwa fahari hiyo, ninawahimiza mle kwa unyenyekevu zaidi badala yake, na kutoa tofauti hiyo kama sadaka, hasa kwa ajili ya maskini. Naamini Mungu atawapa afya kubwa zaidi kwa sababu ya hilo, na amani ya moyo pia. Sasa tuangalie mstari 5 hadi 7. Na kwa damu yenu, damu ya uzima wenu, nitadai hesabu, nitaidai kutoka kwa kila mnyama na kutoka kwa kila mwanadamu. Pia nitadai hesabu ya uhai wa mwenzake. Yeyote amwagaye damu ya mwanadamu, kwa mwanadamu damu yake itamwagwa. Kwa maana kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanadamu. Nanyi zeni, mkaongezeke, mkatawanyike duniani, mkaongezeke ndani yake. Hapa Mungu anaweka msingi wa maana kubwa sana, sheria inayokataza mauaji. Wapendwa,
Mauaji hayakuwa kamwe mapenzi ya Mungu, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu mwenyewe. Kujiua na kuua ni, kwa maana hii, kitu kimoja kabisa. Kimoja ni kujiua mwenyewe, kingine ni kumuua mtu mwingine. Na kujiua ni kubaya sawa na kuua, kwa sababu maisha yako hayakuwa kamwe yako wenyewe tangu mwanzo. Yeyote akupigaye kofi shavu la kuume, mgeuzie na lile la pili. Na yeyote akulazimishaye kwenda maili moja, nenda naye mbili. Wasameheni na kuwapenda wanaowatesa, wanaotaka kuwaangamiza. Haya ni mafundisho ya Bwana mwenyewe, nayo yanakamilisha kile ambacho sheria iliyotolewa kwa Nuhu ilichoweza kuanzisha tu. Baraka ya Nuhu ni baraka yenye kiu isiyokamilika. Baraka ya Kristo ni baraka kamili na timilifu. Hata alipomtambua Nuhu, Mungu alikuwa akipanda ndani yake imani ile ile iliyotazamia mbele kwa Yesu Kristo mwenyewe. Tumalizie kwa kusoma sehemu ya mwisho ya mstari wa 7 pamoja. Nanyi zaeni, mkaongezeke, mkatawanyike duniani, mkaongezeke ndani yake. Wapendwa, mimi na ninyi ni watu waliopokea baraka ya Mungu, si tu baraka aliyopewa Nuhu, bali baraka kubwa zaidi inayokuja kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Tumekusudiwa kushiriki baraka hii na wengine, na maskini, na wale ambao hawajasikia Injili bado, tukiipeleka hadi miisho ya dunia. Wapendwa, subirini kwa hamu siku ambayo Yesu Kristo atarudi kama hakimu wa historia yote. Siku hiyo, baraka hii hatimaye itakamilika. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunaomba baraka yako ikae juu ya watu wako wapendwa, kwamba baraka iliyokamilishwa kupitia Yesu Kristo ije juu yetu. Bwana, tusaidie tuwe watu wanaoshiriki baraka hii, na wengine wanaoshiriki upendo, wanaoshiriki chakula, na wanaoshiriki kila kitu tulichopewa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amina.